Sawa. Maana kuna siku nitakutuma wewe kumletea zawadi zake. Sasa mbona kuniambia vitu kama hivi tunazana mapema? Kitu wapi ndio haraka. Kama hivi utamzoea tu. Nahitaji kafara ya damu ya mtoto. Damu ya mtoto mchanga tunaipata wapi? Mdogo wako ule si damu moja wewe. Mke wake ana mimba. Leo kesho ule kujifungua. Lazima nimtoe kafara huyo mtoto. Mtoto! Nini mzoga? Leo uko mwenyewe? Mama leo kaenda wapi? Yupo nyumbani ajisikia vibaya. Naomba nyanya za 300. Bamia niwekeza 200. Hapo bei gani? 1000. Sawa, sasa hii mimi nitakupitishia jioni. Asante. Kishashusha. Mbona mtaniona uko njiani? Kama mwanzo, yani mwanzo nilikuwa nimepoa. Sasa hivi poa sio kweli. Yani tunaona mbona ume Mungu akujalie. Sana. Vipi mkaa? safi, pole. Asante, naona umekutembelea marafiki zako. Niko na marafiki zangu. Sawa, basi niendelee na mazungumzo, mimi naingia jikoni kidogo nikakuandalia. Wewe? Toka lini mwangu? Siku moja sio mbaya. Soga. Mume ni nani na tamana? Mimi na waganga wapi na wapi? Sina chale hata moja toka nimezaliwa. Kwanza waganga wenyewe ni waongo tu, wanatupa majani ya chai. Hakuna tiba yoyote. Mimi siwaamini waganga kiukweli kabisa. Na utawaamini vipi kama hamna jambo ambalo lilikufanya wewe uende kwa mganga au katibiwa kwa mganga, yani whatever ambacho kitakufanya wewe ungeenda kwa mganga? Sawa, hebu funguka nijue lengo lako hasa wewe ni nini? Cha kunishauri kwenda kwa mganga. Hilo ndio nakuniuliza. Sikia, na rafiki yangu alikuwa na maisha ya kutoa mazuri. Yaani alikuwa na maisha choka mbaya ninapokuambia. Tunapata milo mitatu. Wao mlo mmoja, kuna muda mwingine mimi nawasaidia na kula yeye na mume wake. Ila sasa hivi tukienda kwenye shughuli yule dada anapewa viti vya mbele. VIP. MC muda wote linataja jina lake. Jina lake na MC linataja zaidi ya mara 4. Si mume wangu linakuingia hilo, unanielewa? Linaniingia vizuri. Ni wana hela. Mama nikikutana naye kila siku magari yanabadilisha. Kama viatu mume wangu. Sasa katika kuchunguza na kudadisi, watu wanasema ulikwenda kwa mganga. Na mimi nikasema hata lisinipite. Nikaanza sasa kujisogeza. Na mimi kwenye kuja kuongea naye akanithibitishia kuwa ana mganga wake ambaye amewasaidia kufikia pale. Kwa hiyo nimekuja kwangu mume wangu, uende ukazungumze naye kuhusu hili swala. Na wewe uende kwa mganga. Sawa, sasa cha kufanya naomba nikutanishe na wewe rafiki yako. Nitaenda kwa mganga kwa ajili yako wewe na huyo rafiki yako, lakini tukiharibikiwa, tumeharibikiwa wote. Sasa mume wangu, mimi nikupeleke sehemu ambapo unajua kabisa hapo unaenda kuharibikiwa. Tatizo nyinyi wanawake hamueleweki, mnabadilika kama vinyonga. Amna hizo habari za kizamani. Yaani pale ni uhakika. Yaani mambo kwa ushahidi ni uhakika pale. Utakuja utaniambia. Hapo una jembe bwana. Sawa, basi nikutanishe na wewe rafiki yako. Nimalize mchezo. Hayo ndo maneno sasa. Kwangu mimi Kimwaga, ili upate utajiri nahitaji kafara. Au wewe utoe kafara. Sawa mzee Kimwaga. Hiyo kafara ni ya mnyama gani? Mbuzi au kondoo? Nisikilize nikuulize. Hivi wewe una umri gani? Na miaka kama 50 hivi. Wewe umemuona nani katajirika? Au ametajirika kwa ajili ya kuchinja ng'ombe, kondoo na mbuzi? Nani wewe umemuona? Sijamuona mtu. Nahitaji kafara ya damu ya mtoto mchanga. Lakini sasa mganga, mimi mke wangu hana mtoto. Maswala ya mke wangu hana mtoto mimi siyajui. Wewe lengo lako si utajiri? Ndio. Wewe si unataka utajiri? Ndio. Maswala ya mkeo mimi Kimwaga yananihusu na nini?
Sawa, basi ngoja niende nikalifanyie kazi. Kule nimekutana na matatizo mazito sana mke wangu. Hayaelezeki. Masharti alionipa yule mganga ni magumu, siwezi kuyabeba. Masharti magumu. Kasemaje? Yaani kaniambia anataka nitoe kafara mtoto mchanga. Tukiangalia mimi na wewe hatuna mtoto na hatutarajia hata kupata saizi, na hilo zoezi nitakiwa haraka lifanyike. Sasa hilo ndio linakufanya unawaza siku nzima. Sawa, mimi sina mtoto na wewe pia una mtoto. Na wala hujai kuzaa nje. Lakini mdogo wako ule sida mmoja wewe, mke wake ana mimba. Leo kesho ule kujifungua. Mogani huyu? Ana mke wake leo kesho pale. Hivyo Mogani unamjua vizuri wewe? Kichwa chake yule ni kibovu. Wewe, hakuna mkate mgumu mbele ya chai mume wangu. Alafu, hivi nani anataka kufa maskini? Nani kwenye dunia hii ya sasa hivi anataka kufa maskini? Watu watoa mama zao, sembuse mtoto ambaye hata bado hajamuona. Hivi unacheza na umaskini wewe mume wangu Wewe nenda kaongee naye, afuta kuja kunishukuru. Hawezi akakataa. Maana mafanikio yako yeye na ya kwake. Okay, sawa. Sasa yule haina haja kumfuata kwake. Kwa sababu hapa ni nyumbani, ni mdogo wangu, tamuita. Ila najua yule ni mcharuko. Sijui. Tumombe Mungu. Wewe relax. Yaani wewe unachukulia vitu kwa kubwa, vitu vidogo. Relax. Fanya hivi, utakuja kunishukuru mume wangu. Sasa kaka, hilo swala gumu. Yaani umechukua hatua mpaka umekwenda kwa mganga. Kafara ina shida gani? Yaani mambuzi yamejaa hapo, ukienda hapo kondoo, wewe labda aseme tu kama ni kondoo au mbuzi, basi mweusi sijui rangi gani. Tunatafuta tu hela kaka, unanunua unaenda kufanya mambo yako. Hakuna mtu aliyetajirika kwa ajili ya kutoa kafara ya mbuzi wala kondoo. Hiyo ni kuzuia tu chuma ulete, sio utajiri. Sasa yeye anatakaje? Anahitaji damu ya mtoto mchanga. Sasa damu ya mtoto mchanga tunaipata wapi? Uko vizuri mdogo wangu. Damu ya mtoto mchanga. Mke wako wewe ni mjamzito wa leo, wa kesho anashusha mzigo. Yule mtoto mimi ndo namhitaji kumtumia ili tuwe matajiri. Hivi ulichokizungumza kutoka kwenye huu mdomo na masikio yako yamesikia? Niko sahihi. Na nimezabilia na nina nia. Sikiliza kaka. Mimi sina shida na utajiri. Mimi nina shida na mtoto. Wewe una mke? Mke naye. Unaonaje kama ukimpa mimba mke wako, alafu ndio ufanye hicho unachokitaka? Mimi sitaki utajiri wa namna hiyo. Tafadhali. Yaani kama umeniita mimi nimetoka huko, najua kuna vitu vya msingi, unakuja hapo unanieleza vitu vya kipuuzi kama hivi. Aisee. Kaka, nakuheshimu. Endelea kuniheshimu. Hivyo hivyo. Umeniita wewe, umenitoa huko kwenye shughuli zangu, umeniita unakuja kunieleza upumbavu wa namna hiyo. Sikiliza. Ile ni familia yangu. Tafadhali. Naomba uniache mimi na umaskini wangu. Furaha yangu mimi ni mwanangu na mke wangu. Take ustake, lazima nimtoe kafara huyo mtoto. Sasa fanya tuone. Namtoa. Tuone. Namtoa. Unataka kunijua vizuri? Fanya. Namtoa. Hebu mtoe tuone. Lazima nimtoe. Utanielewa wewe. Tunakuwa jeuri tu badala kwa unataka kuishi maisha ya kimaskini kila siku. Unashauriwa vizuri unakuwa mbishi. Nani anapenda kuwa maskini hapa duniani? Acha nimtolee mbali nitakapokuwa na hivyo. Kama undugu kafie mbalini. Wangu. Na kuona tu unavyohangaika. Wewe hangaika kote. Ila lako ni kate. Mke wangu bwana, ndo kwanza naanza. Maneno mengi. Hebu tulia bwana, acha wasiwasi. Sina sasa wala nini. Hata oga sina. Ila lako ni kate, damu yangu na ilama. Kwa hiyo nikukate? Unanijua vizuri sana. Patachimbika hapa. Wala hapata tosha. Jaribu one. Sasa mimi nina hamu ya damu. Hebu acha ujinga. Nikate huko, sitaki nikate lakini. Hivi mke wangu, unafikiri mimi naweza nikakufanyia kitu kibaya kweli kwa jinsi ninavyokupenda? Siwezi kukubali upate maumivu. Nakupenda sana mke wangu. Naelewa mwangu. Najua huwezi kunifanyia kitu kibaya kwa sababu unanipenda, nakupenda pia.
Asante. Latina. Rafiki yako hapa ameenda wapi? Mbona simuoni siku hizi? Ushaanza. Aya, rafiki yangu anakuhusu nini? Shoga yako nimezoea mara nyingi nakukutana naye hapa mnapiga story. Kwa hiyo ukija hapo ukatukuta wote tunapiga story na mzungu wewe unaangalia tu mipango yake ni ipi, anatakiwa kwenda wapi, anatakiwa kufanya nini, si ndio? Basi Aisha. Yaani kwa nini umuulizie rafiki yangu? Nauliza tu kwa sababu rafiki yako na mara nyingi mimi nikija nakukutana naye hapa. Sawa, ni rafiki yangu lakini kwa nini umuulizie? Alafu tena unaniulizia mimi eti rafiki yangu kweli? Sasa jamani, kwani kuna ubaya gani? Afu injaza kukutilia mashaka. Acha mambo yako. Kiamu. Sasa Mimi natoka. sawa, ngoja mimi nikafanya mazingira ya jioni. Sinaelewa mnao. Mimi dai. Basi poa, kazi njema. Haya. Sawa. Morgan. Vipi? Unaendeleaje? Nashukuru Mungu. Familia wanaendeleaje? Wazimu. Umefikia wapi swala nilokuambia nilipokuita kule nyumbani? Kaka, hivi una matatizo gani? Hivi kwa nini matatizo yako wewe unataka kuyamaliza kupitia mimi? Mwanzo ulivyonieleza nikafikiri labda umekafilika tu. Lakini kila ninapokutazama naona kabisa wewe kuna pepo ndani ya hicho kichwa. Sasa kinachofuata, kwa sababu naona wewe kila nikikushauri hutaki kunielewa, nitafanya kama kaka yako mimi mkubwa. Nafanya pasipo kushirikisha wewe. Nimemaliza hiyo. Naomba tuheshimiane. Nasema hiyo lazima nifanye. Fanya tuone. Naifanya. Mwangu. Ulikotoka kuna usalama kweli? Hamna shida. Simpenye mtoto mdogo. Kwa nini hutaki kuniamini? Mimi wangu nakujua. Uko sawa, hauko sawa. Nakujua vizuri sana. Lakini hebu ni kazi basi. Unanitisha na hii hali yangu. Hamna tatizo mke wangu. Na kikubwa ambacho nakuomba nilindie na unitunzie mimba. Na kila siku nitakuombea kwa Mungu nifungue sana. Nakupenda sana mke wangu. Nalielewa hilo vizuri sana. Lakini hebu kaa sawa. Mimi sipendi kukuona ukiwa hivyo. Napenda nikuone ukiwa mtu mwenye furaha. Ni hali ya kawaida tu. Kimwaga. Wewe upeji walinazama tunazidi kuchelewa. Kimwaga. Mzaya na jirani. Pole pole. Jikaze pole pole. Taratibu pole pole. Pole pole. Jikaze pole. Mimi ndio Kimwaga. Vipi? Safi shemu. Nini shida? Huyu hali imebadilika tu ghafla. Kwa hiyo tunaenda hospitali? Basi sikiliza, naomba wenyewe mpite hapa. Mimi naingia hapa nachukua bajaji tukutane pale kwenye kona, sawa? Haya, fanyeni chapo nakuja sasa hivi. Pole pole. Asanteni sana jamani. Sawa shemu. Nashukuru sana. Basi kitakachoendelea tujulishe. Sawa, mimi nashukuru sana. Sawa. Haya, asanteni. Haya. Mungu awajalie. Haya, Mungu akupe. Asante. Mtoto anaonekana atakuja kuwa mtondo sana. Mwake sio kwa kucheza huko tumboni. Mke wangu, kwani mimi baba yake unanionaje? Sio mtondo? Lakini pia Mungu akwambia kwamba